Kwanza kuna ndoto ambazo tunaziita humanity dream. Mhubiri sura ya 5 na mstari wa 3 mpaka wa 6. Maana ndoto huja kwa wingi wa shughuli na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno. Kwa hiyo tunaita human dream. Lakini kuna ndoto ambazo tunaziita satanic dream. Katika kitabu cha Kutoka 13:1 anasema pakizuka neno, Kumbukumbu la Torati 13:1, pakizuka neno kati yenu na mtu akalifanya hilo jambo na ishara zikatokea, na huyo mtu akakwambia twende tuifuate miungu mingine, usifuate, kwa sababu Bwana Mungu wako yu ataka kujaribu ili ajue kama unamtii ndani yako. Lakini kuna ndoto ambazo tunaziita supernatural dream. Amos 3 na mstari wa 7 inasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwajulisha watumishi wake, manabii wake, siri yake. Lakini kuna ndoto ambazo zinatoka kueleza mambo yaliyopita, the past, sio present wala sio future. Inaeleza mambo yaliyopita. Kolosai 1:26 inasema siri ile iliyofichwa tangu vizazi vyote sasa imefunuliwa kwa ajili ya watakatifu wake ili wajue habari ya sheria hii. Kwa hiyo ndoto inaweza kutumika kama sheria. Kwa hiyo inaweza ikatumika kama sheria. Sheria unajua siku zote hainaga kusema the ignorance of law is not the defensive. Kutokujua sheria sio kuvunja sheria. Lakini Kumbukumbu la Torati 29:29 inasema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa kwetu ni yetu sisi na watoto wetu ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Kwa hiyo iko sheria ambayo lazima uapply after kuamka tu, na tutaiangalia hapa ni sheria gani. Ayubu sura ya 33 na mstari wa 14 mpaka wa 19 inasema maana Mungu huongea na mtu mara moja. Alafu anasema katika ndoto, katika maono, katika usingizi mzito ajili ya watu kitandani, huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri. Yeye huizuia nafsi ya mtu isiende shimoni na uhai wake usiangamie kwa upanga. Yeye hutiwa adabu wapo kitandani na kwa mashindano yaendelea kitandani daima. Kwa hiyo kuna ndoto ambayo wewe mwenyewe ukiamka unajua hii nilikuwa nashindana. Sasa kushindana inawezekana ulipigwa au ulipiga, inawezekana ni ajali, uligongwa au ulikufa kule kwenye ndoto. Sasa tunasema viko viashiria ambavyo ni vya muhimu wakati unapoamka. Aidha unajua ndoto au hujui. Kimaisha tunamwambia mtu, psychology tunamwambia mtu angalia hali yako ya kawaida inasemaje. Kuna mtu anaamka kitandani amesahau ndoto lakini ana hofu ya kupita kiasi. Na unajua anxiously and fear and worry kill more than any disease. Kwa hiyo ni kumaanisha tayari kuna mlango ambao adui ameshaufungua, unaitwa divided tactics. Kwa hiyo nafsi ya mtu haina amani lakini ni ndoto. Biblia inazungumza vizuri kwenye kitabu cha Mwanzo 41 mstari wa 1 mpaka wa 7. Mstari wa 1 mpaka wa 5 anaongea habari za Farao, aliota ndoto. Alafu akaamka akasema kumbe ni ndoto tu, akarudi akalala. Mstari wa 5 mpaka wa 7 anasema alipoamka mara akaota tena, alipolala akaota tena, alipoamka akafadhaika roho. Kwa kile ni kiashiria cha ndani kwamba fadhaiko ni hali ambayo sio ya kawaida. Sio normal. It's not a normal circumstance. Sasa lazima udili unapoamka kwenye ndoto alafu unadharau hicho kitu ulichokiona, kinaweza kikagharimu maisha yako. Labda nikupe mfano. Kuna mama mmoja ambaye sasa hivi nafikiri kama mstaafu bado yuko, lakini ni mama, ni commissioner au ni mkuu wa magereza kule mahali kunaitwa Tarakea. Alinisikia nikihubiri kwenye radio. Bahati mbaya akasikia mtu anaita jina langu stendi ya Moshi. Akaniuliza wewe ndio Godwin, nilikusikia radio habari maalum. Nikamwambia ndio mimi. Akasema uliniliza sana na afu nimekuona live. Akanipeleka hoteli, akanilia chai. Akaniambia hebu niambie, mimi na mtoto ambaye nimemzaa sasa hivi ana miaka 21 22. Anasema nikiwa kabla sijamzaa niliota huyo mtoto kabla sijamzaa anakuwa kama ua saa 6. Anakuwa mzima alafu anazimika kama ua saa 6. Mimi sijui ua saa 6 lakini sijajua ile ua linakaaje. Kwa hiyo akanieleza ilikuwa hivyo kabla hajamzaa. Na hakushughulikia chochote. Lakini anasema kutokile ile ndoto imeenda. Mtoto alipofika miaka 18, nafikiri kwa form 6 shule fulani mahali fulani, anasema akapigwa simu na walimu kwamba mtoto ameanguka shuleni alafu amenyauka. Sasa anasema kitu kilichomshtua kwenda kumwangalia
alirifana ile ndoto, akaona ndio reality. Lakini cha pili kilichomfadhaisha, akaambiwa mtoto ana upungufu wa damu. Kwa akaanza kushughulika naye kwa miaka 3 akiwa na dili na tatizo la damu. Lakini aliposikia habari za ndoto, akaja akajua hapana, huu mlango, kitu ninachoponya hapa sio kitu kinachotakiwa kuponywa. Manake ni hatari kudili na matokeo bila kutafuta chanzo. Most of Christianity tunadili sana na matokeo. Kitabu cha Yeremia sura ya 6 na mstari wa 19 inasema, wameiponya jeraha ya watu wangu juu juu tu, wakisema amani amani, wala hamna amani. Kwa hiyo watu wengi ambao tunadili na haya matokeo, tunadili na shida, tunadili na matokeo, hatudili na chanzo. Kwa mfano sasa, mtu amelala akaota ameng'atwa na nyoka. Alafu ile nyoka alipoamka akasikia pale mahali anafeel kabisa panauma. Lakini lazima ujue nyoka imekung'ata wapi. Kwenye mguu, kwenye mkono, kwenye jicho, kwenye tumbo, kwenye sikio. Maana kila mahali inapouma kule kwenye ulimwengu wa kiroho, ukae ukijua sio reality ya nyoka, lakini ni kuashiria kwamba kuna uadui ambao tayari umeingia ndani yako, sasa unafanya kazi. Mtu mmoja ambaye aling'atwa na nyoka kwenye mguu anasema hakutilia maanani. Alipoamka akaangalia, niko mzima. Lakini hakujua kwamba ile nyoka tayari ni kitu ambacho symbolically kimeuma mguu. Sasa mguu unabeba nini? Utayari. Mguu ni kibebeo cha kivita katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo anasema mtoto alipokuwa anaendelea kusoma, akawa ana withdraw kusoma. Anakataa chuo. Lakini unajua nini? Ile nyoka iliingiza sumu ya kuondoa utayari wa kusoma. Okay. Yeah. Sawa, asante sana kwa kujibu hilo swali. Nikurudishe nyuma. Ilikuwaje ukajikuta upo katika huduma hii ambayo unaifanya sasa hivi? Huduma ambayo naifanya si wewe umeanza kunishangaa. Hata watu tuliosoma nao vyuo wananishangaa. Mimi mwenyewe najishangaaga. Kwa sababu nakwambia hivyo kwa sababu si kitu ambacho nilipokuwa nasoma chuo. Kwa mfano, nilikuwa nasoma chuo cha theology kule Kenya, nisoma chuo cha theology Winners Chapel. Wananiambia mkuja kusoma nini? Wewe ni wa kufundisha au kusoma? Sababu kuna vitu ambavyo vinaulizwa theologically, mimi naonekana na vijua kuliko na sijavisoma. Kumaanisha kwamba kitu nilichokuwa nacho ni gift tu ya Mungu, si kwa akili na uwezo wa kibinadamu. Nani alikushauri kwenda kusoma Bible College? Mimi theology nimeanza kushawishiwa na rafiki yangu mmoja ambaye ni mchungaji anaitwa Sami. Ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa mwaka 97, 98. Na before hapo ulikuwa wapi? Before hapo mimi nimekuwa mfanyabiashara mkubwa sana. Nimekuwa Uganda miaka 10, nilikuwa naleta mapikipiki haya yote unaona huko Mererani, ama XR manini. So nilikuwa mfanyabiashara popular katika East Africa. Kwa mfanyabiashara Zimbabwe, mfanyabiashara Kenya, Uganda, na pia nilikuwa mfanyabiashara wa madini ya Tanzanite. Kwa hiyo ninajulikana sana eneo la machimbo huko kuliko tunajua. Sasa ilikuwaje sasa mpaka aliona nini huyu rafiki yako mpaka akakushawishi kwenda kusoma theology? Actually alikuwa ni mwalimu kabisa, professional, amesoma. Ni msomi kabisa wa theology. Alikuwa anaona kitu ambacho kiko ndani yangu, akaniambia at least ungeenda shule. Hichi kitu kingekusaidia kwenye maisha yako yote. So alianza kunipa moyo, anifundisha nianzeje, nifuataje. So mimi nasema ni my mentor. Ingawa si muda mrefu hatujawasiliana, lakini ndio alikuwa mtu wa kwanza kunishawishi kuniuzia vitabu vya theology, kuniinspire nisome. So since then nikaanza kusoma, nikasoma sasa kupitia kile alichonishawishi, afu nikaenda zaidi ya kule aliko niambia, kwa sababu nimesoma theology kama 6 years nikiwa Kenya. Nasoma namaliza, naanza tena nasoma nyingine, nasoma character, nasoma namaliza, nasoma Winners Chapel LOCB. Kwa hiyo ni sina mfumo wa kusema nimesoma kwa kiwango gani, ni vile neema imekuwepo nimesoma. Okay, sawa. Unaweza kutuambia baada ya kuanza huduma sasa rasmi mpaka sasa hivi hapa ulipo, ni ushuhuda gani mgumu sana ambao umeshawahi kuweza kukutana nao kwenye huduma? Ushuhuda mgumu wa kiroho. Mimi ushuhuda mgumu sana ni kwamba yani mimi watu huwa waamini kama ni mchungaji. Yani huo nasumbua, sio watu wanaonijua tu, hata wasionijua. Yani huwa waamini kwa sababu wananifahamu ile historical background yangu,
Kwa mtu akiambiwa Godwin ni mchungaji, anaitikia tu lakini haamini. Lakini sasa akipewa message zangu, akipewa mahubiri yangu, anasema hapana. Huyu ndiye. Kwa hiyo nimekuwa na changamoto ya watu ambao ninakaa nao lakini pia hawakubaliani kwamba huyu jamaa hichi kipawa ni cha kwake au ilikuwaje. Na unajua sasa kipindi nilikuwa nasoma, hatakuwa karibu naambia nasoma. Ilikuwa ni kipindi tu mimi nimepotea alafu nikawa nasoma. Alafu niliporudi sasa nikarudi kama mtu tofauti. Kwa hiyo inaleta ushangazo kwenye jamii pia, lakini ni kitu cha kweli ambacho Mungu ameinvest ndani yangu. Okay. Sawa. Kuna Mkristo yoyote yule au hata kama sio Mkristo ushawahi kuweza kumwombea na baada ya kumwombea akapona, lakini ulikuwa huamini kwamba angeweza kupona, na alikuwa na shida gani? Mimi kama kuna mtu ambaye nina inspire kabisa, labda ni huyu mwenye Emali, anaishi Emali Kenya, anaitwa James Kimathi Mbaluka. Ni kijana ambaye tulikuwa tunakaa naye nikiwa Kenya, alikuwa hajaoa, tumekaa naye mpaka akioa. Nilikuwa namuombea na alikuwa haamini sana mambo ya maombi, lakini saa hii ni milionea Kenya. Hata hivi tunavyoongea, juzi nilikuwa kwake Karen, na Mungu amemuinua kwa viwango vya tofauti. Lakini katika huduma, kitu ambacho kinamshangaza yeye ni wakati alinipeleka nyumbani kwa babake. Babake of course ni mchungaji aliyebobea, anaitwa Bishop Simon Duli. Tulipofika nyumbani kwa babake, nikatoa unabii, niliangalia picha ukutani, nikasema, baba, huyu aliyebeba begi ndio mtu atarithi manto yako. Mzee akashangaa akasema, huyu ndio hata injili hajui. Nikasema sasa huyu ndio ana hicho kitu. Na bahati mbaya sana katika kuomba nikasema maneno ambayo pale kijijini kwao huko Ukambani ilikuwa si rahisi kuzungumza maneno hayo. Unaenda kuzungumza maneno mahali ambapo ni dry land, hakuna maji, ni pakame, alafu unasema hapa pana visima, pana maji. Kwa hiyo nilipotoa hiyo neno, na bahati mbaya sana wakati fulani wakaja kwenye maisha yao wakijaribu kuchimba kisima, wakakuta kuna maji yako karibu sana, mengi sana, wakaacha kuchimba, wakaniita mimi. Nikaenda kama askofu ambaye nilitoa unabii, nikabarikiwa na pesa, nikachinjiwa na mbuzi. Hiyo ni story moja ambayo ninaikumbuka sana kwenye maisha yangu. Na ambayo ni ya mtu ambaye nilimtoa from the ground, na leo ni billionaire. Bishop Godwin Ndikila ana watoto wangapi?